Diamond akupe shingapi kama mshahara ili uache kufanya kazi Crown pale kwa Alikiba? Mi bahati mbaya zaidi it's not about money. Ni kwa sababu nimeanza kufanya ninachokifanya kabla sijaanza kupata hela. Umenielewa? So it's not about money. Mimi nafanya kitu changu ninachokipenda. This is my lifestyle, man. Yani mimi naishi hivyo, nafanya ambacho ninakiishi. Kwa hiyo it's not about money. Mimi ni kuhusu kazi ninayoifanya iniletea matokeo gani. Ya kama italeta pesa then nitapokea, kama italeta impact napokea, lakini it's not about money. Ingekuwa it's about money basi nisingefanya kote nilikofanyaga huko pengine before ya sehemu kubwa ambako nilikuwa napata experience na vitu kama hivyo. So it ain't about money. Mimi nilikuwa swali langu la mwisho, lakini kameraman wangu hapa kanikumbusha kwamba inabidi pia utuambie ngoma zako 5 bora za mwaka huu hapa mpaka hapa tulipofika kuanzia Januari mpaka hapa. Januari hadi hapa. Mwanangu kuna ngoma nyingi. Sema sijatulia kuzipanga kwa sababu unajua ngoma zinatoka nyingi pia. Na unajua game yetu ya Bongo tuna kila vitu viko vingi. Ila ngoma kali nyingi zipo. Mimi mwaka huu 2025 kiniambia ngoma kali zilizotoka nazoona mimi zina deserve kuwepo kwenye top 5. Of course mwaka huu huwezi kuacha kabisa au utakuwa mbovu wewe kuitaja power ya Mbosso. Mbosso leo tu I think ametoka kufikisha views milioni 40 video yake. Ni historia kwenye muziki wa Mbosso. I don't think so kama amewahi kupata mafanikio makubwa kama aliyopata. Kwa hiyo power ni wimbo mkubwa sana mwaka 2025. Umenielewa? Mwaka 2025 Mario amefanya mambo makubwa sana. Ana ngoma yake Dunia. Umenielewa? Big song. I mean umenielewa? Ni ngoma ambazo zimekuja kubadilisha wave. Watu wengi wameingia huko, magoma mengine yamefuata. Yaani umeelewa? Ngoma kubwa hiyo. Kwa new generation mimi namuona kabisa Vanilla mwanangu, kwa sababu unajua anakuja anaweka pressure kwa watu. I got you ni ngoma kali sana ambayo mimi naiona niko pale inasikilizwa, numbers don't lie. I think ni ngoma ambayo imempa namba nyingi pia kuliko ngoma zake zote. Umenielewa? Ukiachana na hiyo 2025 oya nikumbushe mwanangu ngoma 2025. Watu wengi wametoa ngoma kali. Watu wengi wametoa ngoma kali sana. Me Too ya Harmonize na Bichams. Wewe unaiachaje hiyo? Kubwa sana ngoma kali. 2025 ngoma gani nyingine imetoka kali? It still needs time. Bado inahitaji muda to judge. Bado mpya kabisa. Bado inahitaji muda. Mimi siwezi kujudge ngoma imetoka leo au jana au juzi au wiki iliyopita. Siwezi kujudge. Ndio maana ukiniuliza mimi kuhusu Alikiba pia. Zali, you understand? Hizo ni ngoma ambazo zina impact. By the way, Zali ni ngoma ambayo we made that. Yani mimi na timu yangu ya The Throne, show at The Throne ndio chanzo cha Zali kupatikana. Yani bila sisi ngoma isingekuwepo leo hii. Kumbusha ilikuwaje? Ile ngoma ya Zali imekuwa kama usuluhisho, yani kama zawadi ya usuluhisho. Kama unakumbuka vizuri tulifanya hadi exclusive kabisa Zali la Brother Man Dully Sykes. Dully Sykes na Alikiba hawakuwa sawa for years. Kwa miaka. Umenielewa sijui? Walikuwa ongei, wameblokiana kwenye simu na kila kitu. Sijui umenielewa? So kwa nini sisi ni chanzo nitasema hivyo? The Throne pale tuna program yetu inaitwa Maua ya Bongo Flava na tuna program yetu inaitwa Wiki ya Bongo Flava ambayo inakuwa wiki nzima tunaongea Bongo Flava, we play Bongo Flava, radio nzima imetuwa support by the way. So lakini mimi nikaona why wasikutane, nikaongea na team like why Dully kaniambia hivi ni kweli hako sawa, lakini sisi tunakubali hiyo kitu. The Throne atukubali, si ndio? So kama atukubali, what do we do? Let's do this. Nikamwalika Dully Sykes. Dully akaja. I swear to God Dully Sykes hakujua, Alikiba hakujua. Dully Sykes amefanya interview tatu, kwa tumefanya set nje pale. Muda interview Dully Sykes anaongea, kweli Alikiba hayupo. Alikiba bahati nzuri alikuwa ofisini kwake juu. Umenielewa? So Dully Sykes anamaliza interview, anakaribia kumaliza. Mimi kabidi nimwandae mgeni wangu mwingine ambaye ni Alikiba.
So nikaenda juu ofisini kumfuata nani? Alikiba. Au sio? Nikamwambia Alikiba, nikamwambia bro, boss, naomba tuende kwenye interview. Kwa nini? Ni muda wako, the starter, tunaenda kwa premiere pale for the first time. Lakini pia tuko na Duli pale. Nikampa scenario. Duli alikuwa anataka kukutana na wewe kwa sababu ya 1 2 3, lakini mimi natamani nikukutanisha pale. Kamwambia let's squash this, yeah. Kwa hiyo mimi ndani kupeleka pale kama surprise kwake, sijamwambia. Akasema okay, why not? Kwani si maadui tuzetu. Kweli nikaenda pale, nikamhold Ali, kaambia wanangu pale, oya, mwambie Dully Sykes tuna surprise yake na nini pale. Nikamwambia kina Dula, Lesa na Traveler, wakampanga Dully Sykes tuna surprise yako na nini. Surprise yake kwa like into 3 2 1 nikamreveal Alikiba akaja pale. By the way kuna watu wengi, sio ilikuwa ni shangwe. Dully Sykes mwenyewe alishtuka. Yani akasema kabisa pale kwamba nilimwambia Tony mimi sitotaka ukawa na Alikiba kwa sababu tuna beef 1 2 3. Kwa hiyo baada ya kumaliza mambo yao wakaongea pale, tukawasuluhisha. Dully akamwanblock Alikiba, wakawa na communicate na wakasema sasa inabidi tufanye ngoma, na Alikiba akatoa ahadi, hiyo ngoma mimi nitaisimamia from audio to video na promotion, kila kitu nitasimamia mimi. And of course tukapionea ile session ikafanyika. End of the day boom, Zari. Alikiba akaandika ngoma yote, akasimamia audio ikafanyika Kings Music, akasimamia video kali kabisa. Boom, ngoma number 1 imeenda, imefanya vizuri, ikamrudisha mkubwa Dully Sykes, kamleta Alikiba kwa tofauti, ngoma ikawa kubwa na tukaja tukaipremiere pia pale kwenye The Throne. So ndio maana nimekwambia sisi ndo chanzo, so you can feel it, yeah. Kwamba Lakini chanzo kabisa ni wewe. Congratulations kwa hilo lakini. Chanzo kabisa sio mimi kwa sababu ni majukumu yangu tu, lakini ni show ndio nataka hivyo. Kwa niaba ya team. You know. Nakubali sana. Yeah, man. Tone 16. My brother. One love. Big time mwanangu.